Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Walike kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka JWTZ lisikubali kuchafuka, aisifu kwa weledi, nidhamu na utii, ahimiza liwekeze mafunzo mazoezi. Habari katika ukurasa wa 7, asema bila amani hakuna maendeleo. Gazeti limeandika Nchimbi agiza campus UDSM Kagera iwe kitovu cha ubunifu. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi aonya viongozi fomu za tamko. Habari katika ukurasa wa 3. Kijaji agiza tathmini filamu ya Tanzania Royal Tour. Habari katika ukurasa wa 4. Mwigulu tunzeni maoni ya Jenista. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika polisi yazuia maudhui yasiyofaa safari za mabasi. Habari katika ukurasa wa 4. Wakala Sakwa adaiwa kumwibia abiria. Habari katika ukurasa wa 7. Serikali yatangaza mabadiliko jeshi la magereza. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Malasusa maaskofu tuwe daraja kuunganisha watu. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Watumishi uhamiaji waagizwa mambo matano. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni janga la ajali, kitanzi cha madereva wote magari ya abiria kupangiwa muda wa kikomo wa barabarani nchini. LATRA yataja sababu kuja na kanuni pendekezwa, wadau wataja faida hasara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Rasimu ya kanuni pendekezwa ni dereva hataruhusiwa kuendesha gari la abiria kwa saa 5 mfululizo. Kanuni mpya za usalama zinaelekeza dereva kuwa na mapumziko ya lazima. Dereva hataruhusiwa kuendesha gari zaidi ya saa 48 ndani ya wiki moja. 10 saa ambazo dereva anatakiwa kupumzika kwenye kila saa 24 anapokuwa safarini, au dakika 20 kwenye kila saa 4. Gazeti hili limeandika msiba wa Jenista ulivyosimamisha kazi Peramiho. Wananchi wa Peramiho mkoani Ruvuma walizoea kuliona tabasamu la aliyekuwa mbunge wao Jenista Mhagama anapokwenda kutembelea. Hata hivyo jana haikuwa hivyo, jambo lililofanya kusimamisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika mapya ibuka tena sakata la Mwambe polisi. Hekima Mwasipu, wakili wa Mwambe, anasema tuhuma kuu zinazomkabili ni mbili. Kwanza, anatuhumiwa kula njama ya kutaka kumuua mkuu wa polisi, lakini hawajaeleza ni mkuu gani, na tuhuma ya pili ni uchochezi wa kimtandao ambao pia hawajaufafanua. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Mbinu sahihi ya kutunza vyakula visigeuke sumu. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Habari picha anasema salute kwa afande Rais na Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan akipokea salamu ya kijeshi alipowasili katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga kwa ajili ya kufungua mkutano wa 9 wa wakuu wa majeshi na makamanda uliofanyika chuoni hapo mkoani Tanga jana. Mwananchi pia limeandika ukame waibua hofu ya uhaba wa chakula. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wake wa mbele ni Rais Mwinyi atoa onyo kali kwa viongozi Zanzibar, ni pamoja na watumishi wa umma
asema serikali itachukua hatua kali kwa watakaoshindwa kujaza kuwasilisha kwa wakati fomu za tamko la maadili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Makamu wa rais aitaka UDSM kwa kitovu cha ubunifu, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwamba aridhishwa na ujenzi wa jengo Dodoma, habari katika ukurasa wa 4. Ubalozi wa Tanzania Sweden waanika fursa za ufadhili shahada za uzamili, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika naibu waziri uchukuzi atembelea banda la LATRA, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yatoa wito kwa wauguzi wa ndani nchini, habari katika ukurasa wa 3. Marekani yatiwa moyo mazungumzo ya Berlin juu ya Ukraine, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Ngiri si tatizo la wabeba mizigo pekee, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika waziri mkuu aonya uhaba wa chakula ni kutokana na ukame na mvua kidogo nchini, awapa jukumu maalum RC, DC na wakurugenzi waganadi hoja kwenye maeneo yao ya kazi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nukuu ya waziri mkuu inasema kutokana na tathmini ya kitaalamu iliyofanywa na TMA, kuna maeneo ambayo yanatarajiwa kuchelewa kupata mvua au kupata mvua isiyo na uhakika. Hali hii inatupasa kuwa waangalifu katika matumizi ya rasilimali tulizonazo, hususan chakula. Ni nukuu ya Mwigulu Nchemba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti Nipashe limeandika Askofu Malasusa atoa tahadhari ya chokochoko udini, azitaja kuwa vita hatari kuliko vyote, havijawahi kuiacha jamii salama, daima havina mshindi wala anayeshindwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mnyororo sekta ya uchukuzi unavoleta mageuzi kiuchumi, habari katika ukurasa wa 7. Mwigulu tumepoteza kiungo Jenista, ubia na dini, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Mwambe adaiwa kutaka kumuua mkuu wa polisi, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Jamhuri lenye husema tunaanzia wanapoishia wengine. Gazeti hili limeandika lazima tutoke, mjadala kulikwamua taifa washika kasi, kauli ya Heche ikizua hisia tofauti, wasomi wasema hoja ya Chadema ni sahihi kuelekea maridhiano, wengine wahoji upande wa Chadema katika mkwamo wa kisiasa hapa nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Msando Masha watajwa INEC, kauli ya Mwalimu Nyerere mwaka 1980 yatekelezwa ghafla 2025, serikali yashtuka baada ya ACT Wazalendo kuandika malalamiko UNHCR GN ilivyodaiwa na Msando mahakamani 2015 yatangazwa baada ya miaka 45. Habari katika ukurasa wa 3. Dawasa uvumilie ni kipindi cha mpito, habari katika ukurasa wa 12. Hukumu ya Wosam yapigwa kalenda, habari katika ukurasa wa 5. Maridhiano si udhaifu ni ukomavu, habari katika ukurasa wa 7. Gamondi ana kibarua kizito Taifa Stars, habari katika ukurasa wa 24. Marekani Venezuela sasa jino kwa jino, habari katika ukurasa wa 17. Vijana waliowatii wazee wasibezwe, habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake mbele. Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika kauli ya UN ya wakosha mabalozi wahadhiri, ili aliyotoa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuitaja Tanzania kama rejea ya amani, wasomi nao wasifu, habari katika ukurasa wa 2. Balozi Nchimbi atoagizwa kwa Profesa Mkenda, habari katika ukurasa wa 2. Makala toa siku 7 bifu la bodaboda Arusha liishi, habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Watoto wadaiwa kumuua mama yao, habari katika ukurasa wa 9.
Mwigulu aeleza umahiri wa Jenista bungeni. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Mwinyi awakalia kooni wasiowasilisha fomu maadili. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Nalo gazeti Mwanahabari mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania ng'ara Qatar. Ni kwenye kongamano kubwa zaidi duniani la kupambana na rushwa la mchagua balozi Naimi SH Aziz kuwa makamu wa rais wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa kwa kipindi cha mwaka 2025 hadi 2027. Waziri Kombo wakutana na ujumbe wa bunge la wawakilishi Marekani, wakubaliana kuimarisha kukuza uhusiano wa kidiplomasia. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika sekta ya afya yazidi kuimarika, hospitali za wilaya na vituo vya afya kuongezeka. Habari katika ukurasa wa 2. TARURA yawataka wakazi wa Morogoro kuacha kutupa taka miferejini. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye limeandika uadilifu unachangia kukuza uchumi. Dr. Mwinyi, tumepiga hatua usimamizi wa maadili, haki za binadamu. Habari katika ukurasa wa 2. Waziri Mkuu wa Tanzania, tunzeni akiba ya chakula. Habari katika ukurasa wa 18. Ujenzi wa daraja la Uzi wafikia zaidi ya 70%. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali yaokoa zaidi ya bilioni 6.4. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Dr. Mwinyi ateua wakuu wa mikoa, naibu makatibu wakuu. Habari katika ukurasa wa 3. Cast achaguliwa kwa rais mpya wa Chile. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika pesa yako tu. Januari 21 ni siku ya kurudi ligi kuu bara baada ya kusimama Disemba 7 kupisha AFCON 2025. Yona avunja ukimya ishu ya Yanga. Habari katika kurasa za ndani. Kiatu cha dhahabu AFCON 2025 kipo hapa. Habari katika ukurasa wa 7 hadi ukurasa wa 11. Ateta Guikares wenzake ndo shida. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Puff Daddy alimkanga Bigi kwa mafuta yake. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Gazeti hili limeandika hisia zangu na Edo Kumwembe kutoka Chuji Mkude hadi Abraham. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. EFL leo Jumanne robo finali Cardiff dhidi ya Chelsea. Mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Habari Leo ukurasa wake nyuma limeandika TFF Stars ivuke makundi AFCON. Shauri apongezwa kwa ushindi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Basata yatoa sababu tuzo kuahirishwa. DRC yapania AFCON Morocco. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Makocha mawakala waitwa Rolling Stone. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumaliza na ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika usajili mpya Yanga Sports Club huapa. Ni mapendekezo ya kocha Pedro Winga wa Uganda Cranes atajwa katika rada za undani wa taarifa hii katika ukurasa 23. Makocha wa Afrika waigombea Simba Sports Club. Habari imeandikwa kwenye ukurasa 23. Ken afikisha bao la 50 mwaka 2025. Habari ni katika ukurasa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.